Leo nataka nikueleze madhara ya kuishi maisha ya ndoa bila ndoa. Leo nitazungumza kwa namna ya tofauti kidogo. Kwa hiyo kama utaniona kama nahubiri ni sawa, kwa sababu lengo langu ni kukufundisha kwa lugha nyepesi na kwa namna ambayo utaelewa kabisa. Sasa kama wewe ni wa miaka ile ya 90 kushuka chini, utaikumbuka sana hii story au haya mazingira, pengine uliwahi kukutana nayo. Kwa wale ambao walikuwa wanasali kanisa Katoliki au ambao walikuwa karibu na kanisa Katoliki, waliweza kushuhudia baadhi ya watu wakisali nje ya kanisa. Si kwa maana kanisa limejaa, bali ilikuwa ni kama utaratibu wao, wakifika wanaishia nje pale. Kwa hiyo watapiga magoti wakiwa nje, watasimama pale wakiwa nje. Kila utaratibu wa liturujia wataufanya wakiwa nje. Ni kana kwamba walikuwa hawaruhusiwi kabisa kuingia ndani. Najua ulikuwa unajiuliza sana wakati ule, maana yake nini hii? Na mimi nilijiuliza hivyo hivyo kwamba mbona kuna baadhi ya watu ni kama wametengwa, wao hawaruhusiwi kuingia kanisani na wanasalia nje tu. Kila Jumapili ukienda wako nje, hata kama ni asubuhi, ibada za asubuhi. Siku moja hata mimi niliuliza, nikaambiwa hivi, hao walikuwa ni wale ambao walikuwa wametenda dhambi hadharani. Sasa kumbe nikaja nikagundua, kumbe kuna kuitenda dhambi alafu na kuitenda hadharani. Yaani ni kama hivi, umpige mkeo chumbani, hiyo ni hatari sana, lakini ni hatari zaidi ukimpiga mbele ya watoto au na mbele ya majirani, hiyo itakuwa mbaya zaidi. Sasa ni kama mtu aina hiyo. Sasa nilivyofuatilia vizuri, nikagundua jamii kubwa ya watu wale walikuwa ni wale ambao walikuwa wanaishi kwenye ndoa bila ndoa, hivyo wakatafsirika kwamba wanatenda dhambi hadharani. Yaani huwezi ukatenda dhambi na ukaruhusiwa kuyaona matakatifu ya Mungu na ukaruhusiwa kuingia sehemu takatifu ya Mungu ambayo haihitaji kunajisiwa na dhambi zako ambazo tumeziona hadharani. Zile zingine sisi hatujui, hata hao wengine sisi hatujui, lakini kuitenda dhambi halafu na kuitenda hadharani, hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo tunakuwa na umeitenda hadharani, kwa hiyo tunakuwa na uhakika kwamba umetenda dhambi, na hivyo kanuni ya Mungu inasema hivi, huwezi ukayaona matakatifu ya Mungu katika hali ya udhambi. Baadaye kanisa likuja likafanya marekebisho na nini, basi wakaendelea tu kawaida. Sasa unajua ni kwamba maisha ya ndoa bila ndoa kwanza yana hadhi ndogo sana, na sio maisha ya kuentertain, kwa sababu yanakunyima fursa. Kwanza yanakunyima heshima kwenye jamii, yanakunyima hata uhuru wako binafsi, lakini pia hata kizazi chako kinaharibika. Yaani kizazi chako hakiwi na nguvu, kizazi chako hata kiroho. Ngoja hebu twende kiroho kidogo hapa niweze kukuelewesha vizuri, uweze kuona ubaya wa kuishi maisha ya ndoa bila ndoa. Kwa mfano, Mtakatifu Paulo kwenye barua yake kwa Wakorinto, ilikuwa ni barua ya kwanza kwa Wakorinto, aliwaandikia akisema hivi, ikimbieni zinaa, kwa sababu kila dhambi atendayo mtu anatenda nje ya mwili wake, lakini dhambi ya zinaa au ya uasherati unaitenda juu ya mwili wako mwenyewe. Sasa alafu anaendelea kusema, ama hamjui kama miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Sasa yani hapa ni sawa na kusema kwamba si tunajua kwenye hekalu ndipo jina la Mungu linanyanyuliwa, ndipo jina la Mungu lilipo, ndio sehemu ambayo tunasema imetakatifuzwa au imetakaswa au imetengwa kwa ajili ya kulinua jina la Mungu, kwa ajili ya kufanya maabudio na mambo mengine. Sasa kuzini au kuishi maisha ya ndoa bila ndoa, yani ni sawa na kufanya hivi, ni sawa na kwenda ndani ya kanisa kwenye altari pale, alafu fanye mapenzi pale.
au ufanye mambo ya zinaa mbele ya kanisa, mbele ya altare ya kanisa, kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa ukiishi maisha ya aina hiyo, maana yake nini? Unanajisi hekalu la Roho Mtakatifu. Au nijaribu hivi, kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 4 aya ya 3 una maneno magumu sana. Sasa ule mstari unasema hivi, bali uzao uzidio wa wasio haki hautakuwa na faida, wala kwa wana haramu hawatakuwa na mizizi wala kushikisha miche imara. Maana yake ni nini? Wazao au uzao wa wasio haki, kwa muktadha wake ukienda kusoma, maana yake ni watoto wanaozaliwa katika hali ya uzinifu. Halafu mbele anasema hivi, wala kwa wana haramu hawatakuwa na mizizi au miche imara. Maana yake ni kwamba wana haramu, yani usiombe mtu akakutukana akakwambia mwana haramu wewe. Maana yake ulipatikana katika mazingira ya uzinifu, katika mazingira ya uasherati. Sasa hapa neno la Mungu linasema kwamba hawatakuwa imara, hawa watu hawatakuwa na faida, hawa watu watakosa kinga ya kiroho, hawatakuwa na maadili. Ndio maana, ndio muktadha wake huo. Sasa unaona, kwa hiyo hata kwenye maisha yako ya bila ndoa unapopata watoto, ni kama wewe umekuwa chanzo cha hawa watoto kuwapa au kuwaambukiza upungufu wa kinga rohoni kwa sababu ya huu uzao. Haya maneno ni magumu sana. Halafu katika sura hiyo hiyo aya ya 6 anaendelea kusema, kwa maana watoto waliozaliwa katika uasherati wakikua hawatakuwa na faida, na kizazi kilichotokana na dhambi kitakuwa mashahidi wa uovu wa wazazi wao. Imagine unazaa watoto katika hali ya uzinifu, alafu watoto wako wanakuja kutumika kama mashahidi wa uovu ulioufanya. Unaona hali ilivyo mbaya kwenye maisha ya ndoa bila ndoa. Kwa hiyo kutenda dhambi ni jambo moja, kuitenda hadharani ni jambo jingine kabisa. Ndiyo maana watu ambao wanaishi maisha ya bila ndoa, hata kwenye maushirika ya kanisani, thamani yao basi tu ni ile mtu kuizungumza na kuwa ni ngumu, kwa sababu utaonekana wa ajabu, lakini thamani yao iko chini. Yaani bora wajane wana thamani ya juu kuliko mtu ambaye anaishi maisha ya ndoa bila ndoa. Hata baadhi ya huduma za kikanisa unazikosa, hata baadhi ya huduma ambazo walistahili watoto wako wazipate, aidha za kiroho, hata kama za kimwili, wanarudi kuuliza wazazi wako wana ndoa. Baadaye nakuja kugundulika hawa watoto hawana kosa, kosa ni la mzazi, lakini iko connected. Wewe ndo unaowapa imani, wewe ndo unaowalea, wewe ndo unaowakuza, kwa sababu ukumbuke tunakuza au tunalea watoto na kuwakuza kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo watoto wakienda ndivyo sivyo, sisi tunarudi kulaumiwa. Ndio maana wazazi ndio wenye uzao. Kwa hiyo wewe ndo watoto unaweza kuwatengenezea kinga ya kiroho kadiri ambavyo utaamua. Ukitaka watengenezee kubwa sawa, ukitaka watengenezee mbaya ni sawa. Lakini jambo la kushukuru ni kwamba hivi sasa ninavyozungumza, unaweza ukawa upo kwenye mazingira kama hayo, maisha ya aina hiyo, maisha ya mnaishi pamoja na mwenzako lakini bila ndoa. Kwa sababu Mungu anatutangazia ndio adhabu, anatutangazia kwamba tunanajisi hekalu lake, tunanajisi maisha ya kijamii na ya maadili. Hakuishia hapo. Alisema kwamba kama mtatubu na kurejea katika njia zangu, atatufanya wapya tena. Kwa jambo la msingi ni toba. Ukifanya toba, maana yake unaahidi kuwa unabadilisha mtazamo wako wa akili, unabadilisha moyo wako, unabadilisha uelekeo wako, na unarejea kwenye njia iliyo sahihi
kadiri ya tamaduni za kimungu kwenye ndoa. Kwa hiyo hata kama upo kwenye aina hiyo ya maisha, unaruhusiwa kabisa, na bila shaka kanisa linakupokea vizuri, kuanza maisha ya ndoa, na kizazi chako sasa kinabadilika, kinavaa baraka, kwa sababu umeshafanya toba, umezaliwa upya, umefanywa kuwa mpya tena. Ya zamani yamepita, sasa yamekuwa mapya.